pili mlango wa 6. Mlango wa 7 mstari wa 6 na mstari wa 7. Amen. Wakorintho wa pili kifungu ni cha 7, mstari ni wa 6 na mstari wa 7. Amen. Tasoma kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito. Sikiza. Lakini Mungu mwenye kufariji mioyo alitufariji kwa kutuma nani? Tito. Wala si kwa kuja kwake tu. Sio kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja zinazo alizofarijiwa kwenu. Kuja tu, lakini alikuja akibeba faraja, akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu. Yeye wakati alikuja kwa ajili ya yale mambo tulikuwa nayo. Na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nitazidi kufurahi. Nisomee, enda mstari wa 13. Pale mstari wa 13. Tuko pale 7:13. Mstari wa 13, hicho kifungu tu hapo mbele. Mstari wa 13 inasema, kwa hiyo tulifarijiwa tena katika kufarijiwa kwetu tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito, maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. Baba, tutasema ni asante kwa neno lako. Nena nasi sawasawa na tafsiri ya roho katika maisha yetu, ili tukaelewe ni nini hiki umetumana kwetu. Roho Mtakatifu, tuko ushukani juu ya kila mmoja. Ondoa kila wazo kipitao kueleweka kwako ndani yetu. Ondoa kila wazo kinyume nawe na kinyume na neno lako. Na wakati uchukue ushukani kwa roho na mioyo za watu wako na kanisa lako. Nena nasi kwa utukufu wa jina lako tunaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaongea juu ya kanisa ya Korintho. Bwana asifiwe. Na mwandishi wa kitabu cha Wakorintho, ambao ni mtume Paulo, anaandikia Wakorintho ni kwa sababu alikuwa anajua ile situation ya kanisa ya Korintho kwa wakati huo. Bwana asifiwe. Na ananena na wao na ili wakaweze kuelewa ni nini kiko katikati yao na suluhisho yao ni nini. Bwana asifiwe. Na anaongea juu yao. Ukisoma kutoka mstari wa 2 kifungu cha 7, utaona ya kwamba anawaambia ya kwamba ninajua nyinyi hamujakosea mtu yeyote. Ninajua mioyo yenu. Ninajua you have not wronged anybody and I know you are not corrupt. Ninajua hakuna yeyote mmedanganya. Hiyo ni ushuhuda Paulo anatoa ni kwa ajili ya Korintho. Bwana asifiwe. Na naendelea kunena pamoja na wao na kuwatia nguvu kulingana na ile situation walio nayo. Na inafika mahali anawaambia ya kwamba ninafurahia kwa sababu ninaelewa situation yenu, lakini ninashukuru Mungu kwa sababu wakati Tito amekuja kwenu mambo yamebadilika. Bwana asifiwe. Anawaambia ya kwamba
katika huu mstari tumesoma mstari wa 6 hadi wa 7, ambapo ningependa tukaweze kusomewa tena ili ushike vizuri. Unaongea juu ya yale mambo ambayo Tito alipokuja alipata inaendelea kwa Wakorintho. Haleluya. Tarejea pale Wakorintho wa pili, mlango ni wa 7 mstari ni wa 6 na wa 7. Lakini Mungu mwenye kufariji wanyonge. Tito anakuja kwa maisha yao na anasema ya kwamba ninajua kunaye Mungu mwenye kufariji wanyonge. Alitufariji kwa kuja kwake Tito. Kwa sababu Paulo anasema alipokuja, ama ili kanisa la Korintho, Tito alipokuja aliweza kuwafariji mioyo. Wala si kwa kuja kwake tu, na sio hivyo tu alikuja kufanya, bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu. Mbali kwa zile faraja ambazo alikuwa amezibeba aliweza kuziachilia kwenu, akituarifu habari ya shauku yenu. Alikuwa anajua kile ambacho mnapitia na maombolezo yenu na bidii yenu, na ile shida ambazo mlikuwa nazo, na hata zile nguvu mlikuwa nazo, bado alikuwa anaelewa. Hata nikazidi kufurahi. Niliposikia hivyo nikazidi kufurahi. Amen. Kwa sababu nimetumana mimi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linaongea nasi siku ya leo, ambayo inatuelekeza katika hali ambazo tunajipata muda baada ya muda, ama wakati baada ya wakati. Na maandiko imetuambia kwamba wale wana ama ile kanisa ama ile fellowship ilikuwa katika hali ambayo ilikuwa ngumu. Walikuwa katika hali ya kuwa na mashinda. Walikuwa katika hali ya kuwa katika mapito. Bwana asifiwe. Na katika yale mapito Mungu hakuwaacha, bali aliweza kuwatumia mtu. Haleluya. Mungu aliweza kukuja kwa maisha yao. Mungu aliweza kujidhihirisha, na anakuja kwao anawaambia ya kwamba ninajua zile hali mko nazo, ninajua mapito ambayo mnapitia, ninajua yale mambo ambayo ni machungu katika maisha yenu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini nimekuja kupitia Tito kuleta suluhisho. Amen. Haleluya. Nimekuja kupitia Tito kuleta suluhisho. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni kwa sababu Tito amebeba a word of encouragement. Amen. Tito amebeba suluhisho ya hali zako. Amen. Haleluya. Haleluya. Andiko inatuambia ya kwamba katika ile kanisa la Wakorintho, ama katikati ya Wakorintho, walikuwa katika hali ambayo hawana furaha, hali ambayo wako katika shida, hali ambao hawangefurahia huyu Mungu, hali ambao wangeuliza na ni kwa nini mambo yako vile yalivyo siku ya leo. Amen. Ninaongea na mtu ambaye anasema sijui kwa nini mambo yako vile yalivyo siku ya leo. Amen. Ninaongea na mtu ambaye anashangaa kwa nini nipitie hali hii kwa muda mrefu. Ninaongea na mtu ambaye anasema kwa nini nisikie kuvunjika moyo kwa ajili ya hii kazi nimefanya kwa muda mrefu. Naongea na mtu ambaye anasema kwa nini nisikie kuvunjika roho hata katika kumtumikia Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Wakorintho wakawa na hali ya kusikia wako downcast,
Ndio. Anakuja akileta suluhisho. Amen. Ni kwa sababu Mungu anapotumana anatuma neno lake ni kwa ajili ya hali zetu. Anatuma neno lake ni kwa ajili ya watu wake. Anatuma neno lake ni kwa ajili ya situation zetu. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Wakati Tito anakuja kwa sababu Mungu anataka akalete comfort. Amen. Kwa Wakorintho. Hallelujah. Amen. Na ndiko ukisoma vizuri utapata ya kwamba wote walikuwa downcast, walikuwa discouraged. Walikuwa wanasikia hii safari sisikii kuendelea. Walikuwa wanasikia kuvunjika moyo. Walikuwa wanasikia maisha imegeuka. Yes. Maisha haiko kwa upande wao. Vitu havijaingiana vile wangetarajia. Hallelujah. Lakini anapokuja analeta a word of encouragement. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anakuja kama chombo cha kuleta comfort. Amen. Anakuja kama chombo cha kuleta kutosheka kwa moyo wako. Amen. Hallelujah. Amen. Ninajua ya kwamba katika maisha haya tunapitia kuvunjika moyo. Tunapitia kusikia kutoendelea. Hallelujah. Tunapitia kusikia kutofanya jambo lingine. Unasikia tu umefika mwisho. Lakini siku ya leo ningetaka kukuletea habari njema na nikwambie Titus ametumwa katika maisha yako. Nataka kukuletea ripoti nikwambie Titus yako mahali hapa ni kwa ajili ya discouragement katika maisha yako. Hallelujah. Na jambo ya pili ni ya kwamba Titus anakujanga akibeba good news. Anakujanga akibeba habari njema. Anakujanga akibeba habari ya kuinua watu wa Mungu. Anakujanga akibeba neno la kukutia nguvu. Anakujanga akibeba neno la kufanya uendelee katika maisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ninashukuru Mungu kwa sababu wakati Tito anafika, Yes. anakuja anawa refresh Amen. na anawa strengthen. Amen. Hallelujah. Amen. Anakuja katika kanisa la Korintho, Yes. anawa refresh na anawa strengthen. Yes. Anawatia nguvu na anawawisha. Amen. Hallelujah. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati anakuja na nguvu za Bwana. Hallelujah. Wakati Tito anakuja akibeba nguvu za Bwana. Amen. Hallelujah. Ninashukuru Roho wa Bwana ni kwa sababu aliangalia kanisa la Korintho na akaangalia vile watu walifika mahali ya kusikia hakika hatutaki kitu kingine. Hakika hatutaki kuendelea. Haya maisha hayakuji kwa upande wetu. Hata haya maisha hayatubabi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lakini ninashukuru Mungu kwa sababu wakati Tito alitumwa katikati yao mambo ilibadilika. Amen. Wakati Titus anatumwa katikati yao mambo inabadilika. Nami nimekuja kukuambia kwa sababu neno la Mungu limetumwa siku ya leo. Lazima mambo ibadilike. Lazima hiyo hali ipite. Lazima Mungu aonekane. Kwa sababu wakati Tito anakuja kwa Wakorintho, anakuja pale anapoingia tu, anakuja kama chombo cha kuwatia nguvu. Siku ya leo nataka kutia mtu nguvu. Nataka kutia roho inasikia iko chini nguvu. Nataka kuinua roho inasikia imevinyiliwa. Nataka kuitangazia ikapate nguvu. Hiyo roho inasikia iko chini naitangazia na ikapate nguvu. Kwa sababu Tito anapokuja anapea watu nguvu. Anawatia nguvu. Anawapea comfort. Na wanasikia kuendelea na safari. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Anapokuja Yes. analeta comfort. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni kwa sababu anapokuja pale tumesoma mstari wa 6
Wanahitaji mtu wa kuwakomboa. Wanahitaji mtu wa kuwatia nguvu. Anapoingia pale, mambo inabadilika. Mambo inakuwa na suluhisho. Ni kwa sababu yeye ni chombo cha kubeba komboa. Amen. Hallelujah. Amen. Na Tito anapofika, anakuja anapata watu hawasikii kuendelea na safari. Anasikia watu ambao wamejichukia, watu ambao wanasema haya maisha ni magumu, hii mambo haifai kuwa vile ilivyo. Lakini wakati anakuja akibeba Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen. Anakuja akibeba Roho Mtakatifu wa Mungu wa kuwainua. Anapofika wote wanainuliwa. Ningependa kutangaza katikati yetu hilo roho ambayo iko chini. Neno la Bwana liko mahali hapa na nimekuja kuinua mtu. Nimekuja kutia mtu nguvu. Nimekuja kukuambia inuka mara tena. Inuka mahali ulipo. Ukaweze kuendelea na safari. Ukaweze kuendelea kutafuta Mungu. Ukaweze kuendelea kumpenda huyu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anakuja na ripoti ya upendo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Not only by his coming, but also by the comfort you were given him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tito anakuja sio kwa kukuja tu peke yake. Yes. Anakuja akibeba comfort. Na sio hivyo tu, ndani yake analeta ripoti ya upendo, analeta ripoti ya repentance. Yes. Kwa sababu anapata watu ambao wako discouraged, watu wamevunjika moyo. Na mtu anavunjika moyo atendangi vizuri. Moyo ambao umevunjika uendangi na njia za Mungu. Yes. Moyo ambao umevunjika unakaanga ukiwaza mapenzi ya mwili na mapenzi ya kujipenda na kutafuta suluhisho. Lakini wakati Tito anafika, anakuja pale akibeba upendo wa Mungu. Anakuja anawaambia, hata kama mnasikia mko chini nje, lazima mukainuke. Lazima mukaendelee na safari. Kwa sababu nimekuja kwa ajili yenu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na wakati ile neno linafika pale kwa kanisa la Korintho, Bwana asifiwe. Wakati inafika kwa kanisa la Korintho, inawapea kuendelea. Sema kuendelea. Kuendelea. Inawapea kuendelea. Kuendelea. Natangaza kuendelea kwa maisha yako siku ya leo. Kuendelea. Natangaza lazima ukachukua hatua ya kuendelea. Natangaza lazima ukachukua hatua ya kuingiana na Tito ambaye amebeba kukutia nguvu. Pata nguvu za Bwana. Pata nguvu za Roho Mtakatifu na ukaweze kuendelea kwa sababu Mungu ametumana kwa ajili ya hiyo roho. Amen. Hallelujah. Amen. Ni vizuri kila wakati tunakuwa watu kama Tito. Hallelujah. Tunakuwa watu kama Titus ambaye anafika analeta mabadiliko. Titus anafika pale anapata watu ambao wamevunjika moyo, lakini anawapata, anawaachilia neno, wanapata kuendelea. Ningependa kutangaza ya kwamba ni vizuri tupokee roho ya Tito. Unapopata mmoja ako chini, unakuwa na neno la kumuinua, unakuwa na neno la kumutia nguvu. Hata kama utapata akiwa katika suluhisho zote gani, unamwambia ya kwamba Mungu anaweza kufanya akaendelee. Pokea neema kama ya Tito. Mahali popote unaingia, unaleta suluhisho, unawapea kuendelea na unawapea tumaini la kesho. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alipofika pale, tumesema ya kwamba point number 3, ya kwamba alibeba refreshment. Yes. Hallelujah. Yes. Na strength. Yes. Alibeba nguvu na alibeba uhuisho. Alipofika pale, akapata watu wamechanganyikiwa, hawajui wafanye nini, hawajui watende jambo gani. Alipofika pale, akawatia nguvu na akawaambia ya kwamba kama vile neno limesema, lazima muamuke, lazima
safari iendelee. Haleluya. Nisome mstari wa 13. Mstari wa 13. Sikie kile Tito alikuwa amebeba, mtu wa furaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunasoma mstari wa 7, mlango wa 7 mstari wa 13. Kwa hiyo tulifarijiwa. Tena katika kufarijiwa kwetu tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito, maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. Titus anakuja pale akiwa na furaha ya Bwana Yesu. Haleluya. Anakuja pale akiwa amejazwa na furaha. Ndio. Anakuja anapata watu ambao wana furaha, wana tumaini. Anapata watu ambao wanasikia kukasirika, wanasikia maisha imewangeuka, wanasikia kutoendelea. Lakini ndani yake akiwa amebeba furaha. Maandiko yanatuambia alipofika pale, sio furaha tu, bali ile furaha alikuwa nayo waliweza kuipata, waliweza kuipokea, na wakapata jambo la kufurahia huyu Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Alipofika pale, akiwa na hiyo roho ya joy, akiwa na hiyo roho ya kufurahia, aliweza kuachilia kwao, aliweza kuachilia kwao, aliweza kuachilia kwao. Nami naachilia hiyo roho ya furaha ambayo ikiingia ndani yako inaondoa kila mawazo, inaondoa kila shinda, na unamtazamia yeye peke yake, kwa sababu yeye ndiyo furaha. Amen. Andiko yotuambia kwamba the joy in our life is our salvation. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Maisha haya tunayoishi, tunahitaji watu ambao wamebeba furaha. Unajua kuna watu wanakaa wakiwa wamenuna all through. Unakaa ukiwa umenuna, unakaa ukiwa ni kama umekasirika, unakaa ukiwa na moods. Hallelujah. Na katika moods yako, maana unaenda unaambukiza hiyo mood. Hallelujah. Hallelujah. Unaambukiza hicho kifeeling. Hallelujah. Amen. Wewe umebeba feeling gani sasa hii? Hallelujah. Hallelujah. Tito alikuwa amebeba feelings za furaha. Oh yes. Joy. Alikuwa amebeba roho ya furaha. Yes. Alikuwa amebeba roho ya furaha. Yes. Na alipofika pale akapata watu hawana furaha. Maandiko imetuambia kwamba na akaiachilia kwao. Amen. Na ikaiachilia kwao, na watu wakapata sababu ya kufurahia. Thank you Jesus. Watu wakapata sababu ya kufurahia. Asante Yesu. Mungu na atusaidie, na ili tukawe watu wa kutia nguvu. Yes. Na ili tukawe watu wa kubeba furaha. Amen. Mahali popote tunaenda, tunabeba furaha ya wokovu, furaha ya Mungu. Na ili mahali popote unaenda unakuwa suluhisho. Amen. Ya watu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati alipofika pale, alikuwa amebeba the presence of God. Amen. Alikuwa amebeba the power of God. Yes. Alikuwa amebeba kile ambacho hawakuwa nacho. Amen. Na wakati huo Paulo anasema ya kwamba I didn't just need anything from you, but I needed what you carried. Nilitamani kile ambacho ulibeba, nilitamani kile ambacho ulikuwa nacho, ambacho ni upendo, na ndani yako kuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati anaingia katika maisha yao, mambo inabadilika. Bwana asifiwe. Amen. Mambo inabadilika. Hallelujah. Na situation zinabadilika. Amen. Ni kwa sababu Tito ameingia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwa sababu Titus ameingia. Amen. Sikubali Titus akafike kwako siku ya leo. Amen. Ambaye amebeba the word of comfort. Yes. Amebeba the word of comfort. Amen. Titus amebeba the good news. Amen. Akikuja katika maisha yako
Anaachilia mambo mazuri. Na anapoingia katika maisha yako, anakurefresh, anakutia nguvu. Na anapoingia katika maisha yako, anaacha ukiwa strong in the Lord. Amen. Hallelujah. Anaacha ukiwa strong in the Lord. Amen. Ni kwa sababu katika maisha haya tunafikanga mahali tunasikia tutaki kuendelea. Tunasikia tutaki kukaa katika huyu Mungu kwa yale mapito ambayo tunapitia. Lakini nimekuja kukuambia siku ya leo, ujue ya kwamba kunaye Mungu ambaye ametumana siku ya leo. Hako tayari kuondoa kila roho ya discouragement. Hako tayari kuondoa kila roho ambayo niko ya kuishiwa na nguvu. Na amekuja kuachilia habari njema ambayo ni ya uisho. Habari njema ambayo ni ya furaha. Habari njema ambayo ni ya kuendelea. Habari njema ambayo ni ya kujitia nguvu ndani ya Bwana. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Mungu na akakusaidie na Mungu akanisaidie, na ili tukawe watu ambao mahali tunaenda tunabeba suluhisho ya watu. Mahali unaenda unabeba suluhisho ya watu. Amen. Unabeba suluhisho ya kanisa. Amen. Unabeba suluhisho ya familia. Amen. Unabeba suluhisho ya marafiki. Amen. Unabeba suluhisho ya wamama wale wengine. Amen. Unabeba suluhisho ya wazee wale wengine. Amen. Kama vile Tito alikuwa amebeba suluhisho ya kanisa nzima. Sipatikane mtu ambaye atabeba suluhisho ya watu katikati yetu siku ya leo. Sikupatikane watu ambayo watasimama na kubeba suluhisho ya watu wa Mungu katika hali zao na katika zile hali. Tukawe watu wa kuinuka kama vile Wakorintho waliinuka, na baada ya hiyo wanashuhudia hakika umebeba furaha, na katikati yetu tumebeba furaha. Siupokea hiyo furaha ambayo Tito alikuwa amebeba. Siupokea hiyo nguvu ambayo alikuwa amebeba. Siupokea huo upako wa neema hiyo ya kuenenda ukisaidia wengine katika hali zao kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mungu na akawe pamoja nasi. Thank you, Jesus. Ni kwa sababu chochote ambacho tunapitia ako na uwezo wa kutumana. Si ya kutumia mtu katika hiyo hali. Amen. Suluhisho yako iko katika Mungu, mikononi mwa watu. Hallelujah. Amen. Sijui kama umenisikia. Suluhisho ya hali yako iko mikononi mwa Mungu kupitia kwa watu. Baraka zako ziko mikononi ya Mungu kupitia kwa watu. Amen. Kuendelea kwako kuko mikononi mwa Mungu kupitia kwa watu. Amen. Si Mungu akutumia yule mtu anafaa katika maisha yako. Hallelujah. Si Mungu akutumia mtu ambaye anafaa kwa hiyo hali. Yes. Si Mungu akutumia mtu ambaye atakuondoa kwa hiyo hali na akuweke kwa hali ambayo ungetamani. Si Mungu akutumie mtu ambaye atakuja kukuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Kama vile Tito alipoingia, mambo ilibadilika. Si upate Mungu mtu aingie katika maisha yako, abadilishe hali zako, abadilishe situation zako, abadilishe hali zako za kifedha, abadilishe amani katika boma yako, alete suluhisho kwa mambo yako yote, na uweze kushuhudia mkono wa Bwana kwa jina la Yesu. Hallelujah. Ile kanisa la Korintho waliacha wakishuhudia. Kuna mmoja aliingia katikati yetu, mambo ikabadilika. Amen. Si upate huyo atakayeingia katika maisha yako, mambo ibadilike. Amen. Si ukutane na huyo kupitia kwa nguvu za Bwana, atakayeingia katika maisha yako, mambo ibadilike. Kwa sababu Tito akiingia katika maisha yako, I assure you that lazima mambo ibadilike. Amen. Hallelujah. Ndio. Mungu na atusaidie. Amen. Kwa sababu ndiye anajua hali zetu. Yes. Na hali zetu ziko mikononi mwake. Na yeye ndio ako na suluhisho. Hallelujah. Yeye ndio ako na suluhisho. Yes. Na anasema ya kwamba anaenda kukutumia suluhisho kupitia kwa watu wake. Amen. Wakati Tito alikuja, everything in Corinthians changed. Yes. Kila kitu kwa Wakorintho kilibadilika. Usipokee hiyo neema ya Tito ambayo ukikutana na Tito ambaye ametumwa katika maisha yako, mambo inabadilika. Mambo inajileta katika usawa wa mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Yes. Kwa jina la Yesu. Simama na miguu yako. Thank you, Jesus. Mungu ulifuata neno
neno lake akalitimize. Na kama alitumana kwa Wakorintho, ametumana kwako siku ya leo.